Mambo vipi? I just want to share with you about Autodesk. Autodesk is a company ambayo ina software ambazo ni nyingi sana, zinatumika kwenye sehemu nyingi tofauti, even though watu wengi wanajua baadhi. AutoCAD, Revit. Nafikiri hizi ni mbili ambazo watu wengi wamezizoea, AutoCAD na Revit. Na Civil 3D watu wengi tunaifahamu. So actually hizi software ni very expensive, yani very expensive kuzitumia. For instance, AutoCAD, hii Civil 3D ina cost almost $2,870 kwa mwaka mmoja, ambapo they have some subscription plans ambazo unaweza kuzitumia, but actually kwa mwaka mmoja ina costi $2,870. $2,870 ni milioni 7 plus. Utakachofanya, kitu cha kwanza utaenda kwenye browser yako, so utaandika autodesk.com na itafunguka namna hii, autodesk.com. Wana landing page fulani ambayo iko vizuri sana kwa watu wataalamu kutengeneza software na website hizo, wanaelewa ya mambo. So they are beautiful landing page here. So our interest actually is to get the software for free. So what are we going to do? Utakuja hapa kwenye sehemu education, utaklik education. Okay? So utaklik education. Uklik education, itakuja page hii hapa. Okay? Itafunguka page hii hapa. Unaona hapa imeandikwa Autodesk students and educator resources. Hapa ndani utapata resources za wataalamu, na ukishuka chini kidogo utaona free Autodesk education software for students. So zipo software nyingi hapa, zinakuwepo, ziko chache tu for display, but if you click hapa see all products, utaziona hizi software zote kwa wingi wake. So itafunguka hapa all products, zitakuja, ziko nyingi sana, nyingi mno, ambazo nyingine hujua hata kuzijua. So utaziona kuna Fusion pale, kuna Revit imezoeleka, kuna Inventor, AutoCAD ziko kibao, kuna AutoCAD hadi ya watu wanatumia Mac, kuna AutoCAD web, kuna hizo Forma, ziko nyingi sana, ziko nyingi za kutosha. AutoCAD kama zote za electrical, mechanical, map 3D, civil 3D, fabrication. Our interest, for example, right now, sisi tunataka civil 3D. Utakuja hapa, utaifuata software yako ilipo, utaselect. Itafunguka, itakuja hapa, sign up for Autodesk Educational Access. Application is civil 3D. So you have to choose whether you're a student. Ukiwa ni mwanafunzi unapata free for students at qualified educational institutions. Ukiwa mwanafunzi unachagua hapa, but here I have to say something, okay? For students it's kind of difficult kwa huku kuweza kupata hii subscription. Why? Because hapa wanahitaji utumie email ambayo ni ya shule yako. Kwa watu wengi ambao wako hapa Tanzania, zidhani kama wengi wanapewa hii, lakini kuna hii sehemu ya educator. If you are an educator, unatumia hapa vizuri, kwa sababu kama ni educator ina maana uko kwenye taasisi, umepewa email ya taasisi, you can use it na ukapata software for free. Lakini students can actually benefit from this side too, kwa sababu ukiwa educator unapewa 250 named user seats. Kwa unakuwa na nafasi 250. So they think kwamba in your class maybe you will have 250 students, kwa hiyo you can give access kwa watu 250. Kwa hiyo if you are a student, you can't get this, you have to go to your teacher ambaye anafundisha, maybe mwalimu wa somo hilo au mwalimu yoyote tu kwenye taasisi ya elimu, and then add ile email yako ambayo ni Gmail account. By adding it, you'll get an access to this software for free. Nitawaonyesha jinsi ambavyo inaweza ikawa. So after doing that, kama wewe ni educator, utakuja sehemu hiyo, utasema access the product, itakuletea hapa. Ili uweze ku access utahitaji ku verify vitu and stuff. Utakubali pale kwamba yes, I'm ready. Kuja hivi, sign up for Autodesk Educational Access. So product details tumechagua civil 3D na quantity, as I said, ni 250 days. 250 seats. Unaweza kuwapa access watu 250. Kwa hiyo it is good. You
can give access to students na wale watu wengine. So as an educator you've come to here, say step number 2. Hii ilikuwa ni step ya kwanza ambayo ume qualify, unatiki pale kwamba product umechagua vizuri. Step ya 2 ni customer details, ambapo hapa utaingiza email. Okay, so kwa email ambayo unatakiwa kuiweka, inatakiwa email ya taasisi, okay, ambayo unafanyia kazi. That will be very simple and very quick for them to actually kukubalia. Kwa hiyo utaingiza hapa email yako, utaconfirm email kwa kurudia kuandika, and then utasema you agree. For instance, just in case, kwa mfano mimi nikiamua kutumia email tu yoyote, kwa sababu email yangu tayari nishatengeneza account, kwa hiyo siwezi kuitumia tena hapa, lakini okay, so naandika email hapo, match, you agree to the terms of privacy statement, and then you continue, unaendelea mbele. Kwa itakuja hivi vipengele, you have to provide educational institution uliopo, educational verification inatakiwa iwepo, kwa hiyo you will have those. Kwa hiyo let me click continue. What actually happens here ni kwamba baada ya ina load kwa muda, kwa sababu it has to verify the emails and stuff, lakini baada ya kuweza kupita kwenye hatua hii na kumalizia hizo hatua nyingine zote, kitakachotokea ni kwamba itakuja page ya sasa imekukubalia. Itatokea page kama hivi kwamba hii you have access hivi install. Kwa utaona you can choose pale unataka kuinstall version ya mwaka gani, 2026, 25, 27, you have to choose. And then kuna operating system yako ni is it 64 bit or 32 bit. Hapo unaona kuna 64 bit, so I choose 64 bit. And the language, which language do you want, unaona. So kuna British English, kuna English ya kawaida tu, kuna lugha kadhaa ambazo unaweza kutumia. Kama unajua kutumia Espanol kwenye AutoCAD CV3D, you can just do that. Okay, kwa hiyo mimi naitaka hii CV3D, let me just install it, download. Kwa that way utakuwa umeweza kudownload na kuinstall moja kwa moja kwenye kompyuta yako tayari kwa matumizi. Sawa. Yeah, so that's all about providing ile proof kwamba wewe una qualify and stuff like those. Kwa hiyo inakuwa iko namna hiyo. Sasa ukishakuwa umedownload ile application yako, for case ilikuwa ni CV3D, utainstall kwa utaratibu tu ule wa kawaida wa kuinstall programs zingine zote. Kwa ikiwa tayari kwenye kompyuta yako, sasa unaweza ukairun kwa mara ya kwanza. Kwenye icons ambazo utakuwa nazo kwenye desktop yako utakuwa na CV3D kulingana na mwaka ambao umeinstall. Kama hapa ni 2027, kutakuwa na metric na imperial. Kwa hiyo kama wewe unatumia vipimo vya metrics, ina maana SI unit zile kilogram, meter kwenye upande wa length, na kwenye upande wa time ni second, utatumia hii ya metric, na vipimo viko kwenye imperial, maana yake pound, feet, ya vitu kama hivyo utatumia imperial. Kwa usifungue imperial kwa sababu automatically inakuwa imeshaadjust kwenye hizo unit. Kwa distances zinakuwa haziko in terms of meters au millimeters, zitakuwa ziko kwenye futi au feet tuseme. Kwa hiyo na miles, vitu kama hivyo. Kwa hiyo utakuja kufungua hii metric. Kama screen yako ni ndogo, kama unatumia laptop yenye screen ndogo, utapata notification kama hii kuhusiana na swala kwa adjust screen size. Kwa hiyo hapo mimi nitakubali okay. Itafunguka kulingana sasa na nguvu ya laptop yako unayotumia. Tegemea kama you have a very powerful machine, itafunguka haraka. If your machine is a little bit slow, itachukua muda kufunguka. Lakini hivyo ndivyo inavyofunguka, na mna ile pale CV3D ina run kwenye mashine yetu, na kwa mara ya kwanza taratibu, mwendo wa tanika, inafunguka. Ni furaha iliyoje. Na mna ile pale. Kwa hiyo kuna mambo kama hapa itakwambia. Mimi nasema always reassociate DWGs zote na AutoCAD, na ni recommended pia. Kwa nime select ile pale, namna ile pale application inafunguka namna ile pale kibabe. Yes,
perfect. So itatokea kitu kama hiki hapa, so you have to actually provide information, ambao wale ambao tunatumia cracked versions huwa tunajua kwamba kama unatumia crack, hii hatua huwa huitaki kabisa, yani kuletewa hii notification ya kwamba unatumia counterfeit unaichukia hatari sana. So hapa kama utakuwa na serial number, ina maana kwa wale walionunua wanaweka serial number hapa. Hapa network license ni kwenye zile part tulikuwa tuna sehemu ina student, educator, alafu wana sehemu ya IT administrator. IT administrator anapewa mamlaka kubwa, anaweza akasaini watu 3000 kwa uwezo wake, so yeye atakuja kuprovide server ambayo anaitumia. So for our case sisi tutastay hapa, sign in with your Autodesk ID. Kumbuka ile email ambayo ulitumia kule kuingiza kama utambulisho wako ndiyo inayotumika hapa. Kwa hiyo ita load na itakuleta mtandaoni ili uweze kusign in kwa kutumia zile taarifa zako ambazo ulizitumia kwenye kufungua account. Namna ile pale, mwendo wa madaha. Yes, hapa automatically inasoma kama mimi hapa, unaona you are signing in, na nipo kama orangestudent.ac.tz. So this is an academic institution, kwa hiyo moja kwa moja imesoma, kwa hiyo ndivyo hivyo inavyokuwa. Kwa hiyo utaenda utasema open product, namna ile pale open product. Kwa hiyo inakuja ile pale opening product, pale juu itakuonyesha aliye sign in ni nani, namna ile pale Autodesk Civil 3D ina run smoothly kabisa kwenye mashine yetu ambayo ni ya nyumbani. So kuna maelezo hapa kidogo, unaweza kufunga hii kama utaparticipate. Niko ndani ya Civil 3D, namna ile pale ndani ya Civil 3D.